Ladies and gentlemen, welcome to FJ Media. For those people who have not subscribed to FJ Media, make sure you touch the subscription bell. After you have touched the subscription bell, YouTube will be automatically notifying you when you upload our latest video. Just touch the subscription bell. After you have touched the subscription bell, YouTube will be automatically notifying you when we upload our latest video. ODM Secretary Edwin Sifuna has led Kenya Moja has announced ODM Secretary Edwin Sifuna led Kenya Moja has announced it could field a presidential candidate in 2027 race. Nataka usikia hapo mzuri. Ndio. Presenting a fresh challenge both the broad-based team and the united opposition camps. Sasa Chief Titus kwa sababu tunajua Sifuna na hii watu yake ndio wamekuja na kipindi ya Kenya Moja. Ndio. Because tunajua Sifuna yuko na Mheshimiwa Babu Owino, yuko na Wamushomba, yuko na Caleb Amisi, yuko na Kibangedi, na wale wengine hatujui watajoin hiyo Kenya Moja. Labda wamejipanga. So kabla tuendelee, kwa sababu tunajua hata wewe party leader wako wa KANU, because wewe kama KANU chairman Nairobi County, Chief Titus Otieno, tunajua hata wewe party leader wako Gideon Moi anataka kuwania kiti cha Senate. Hiyo ilikuwa kiti yake, lakini kukatokea barakadabra kama anataka kuichukua tena. Tunajua pia wewe party leader wako anataka ku reclaim kiti yake hiyo ya Senate. Na nimeona pia ametangaza vikali sana anataka kuwania kiti cha Senate huko Baringo. So hata hapo hiyo utatupatia mambo ya kwa nini party leader wako anataka kuwania hiyo kiti cha Senate. So unaona hii watu ya ODM, hii Secretary SG Edwin Sifuna, because Edwin Sifuna nakumbuka hapo awali sasa ametuambia, tumeona juzi tu hapa hata ijakaa, tumeona Kalonzo Musyoka Babu Owino amesema yeye yuko ready ku work na Kalonzo Musyoka. Na ya kuchangaza sana, mimi nashangaa na hii watu, kwa sababu Babu Owino anakuambia yuko ready ku work na Kalonzo Musyoka na bado yuko ODM. The same Sifuna anakuambia wako Kenya Moja na wako ODM. So hii Kenya Moja kwa sababu wamesema hawako pande ya opposition, wanakuja kuchallenge broad-based team na wanakuja kuchallenge united opposition. Na tunaona wengine wao wako tayari wameingia united opposition. Wewe unaona hii mambo iko namna gani kama chairman wa Nairobi County? Asante sana kwanza kufika kwenye bench. Vile tumesema, mimi ndio Chief Titus Otieno, mimi ndio chairman wa chama kuu, chama ile imara, chama ya Jogoo, chama ya KANU hapa Nairobi County. Wacha nataka kwanza kusema hivi. Unajua hii vuguvugu, hii tunaita vuguvugu. Hii vuguvugu ya SG hii Kenya Moja hii hakuna kitu. Kwa sababu angalia msemaji wa vuguvugu Edwin Sifuna SG wa KANU wa ODM ada resign. Ako ODM ada resign. Mwingine ndugu yangu Babu Owino mbunge wa Embakasi East ni mtu ya ODM ada resign. Caleb Amisi mtu ya ODM ada resign. Kibangedi ni mtu ya ODM ada resign. Kibangedi pia ni mtu ya ODM. Kibangedi ni mtu ya ODM, MP wa huko Kisii, ODM. Haya, yule mwenye yuko kwa ODM ni Wamushomba. Sasa ndugu yangu, wewe hii ni ODM imevaa nguo nyingine. Hii ni ODM. Na hii kitu tuliona kitambo. Kama hawa watu wanataka kukua opposition, wanapinga Rais William Samoei Ruto kama sisi, wawache ODM wakuje opposition. Wanasema hata hiyo opposition na wako. Wacha nikwambie. Wanasema wanataka kupinga both broad-based team and the united opposition. Wacha nikwambie. Ndugu yangu. Hii dunia yote uwezi kuwa wewe ni warm. Lazima ukue moto ama ukue baridi. Na wazungu walisema kitu moja. An enemy of your enemy is your friend. Kwamba kama wewe ni enemy ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua na Kalonzo ni enemy wa William Samoei Ruto. Basi kama wewe pia ni enemy wa Samoei Ruto, inamaanisha kwamba wewe ni rafiki ya Rigathi Gachagua na Kalonzo. Kwa sababu gani? Mko kwa kambi moja ya kuchukia mtu ngapi? Mmoja. Sasa mimi naambia agenda ni moja. Sasa mimi naambia Sifuna,
ambia Babu Owino, hii kadabra hii mnajaribu hii mchezo ya town, hii ni kipindi mnapiga na sijui pesa inavutwa wapi. Wacha nikwambia, hii ni kipindi na hakuna mahali wanaenda. Kwa sababu kama kweli wanapinga Rais William Ruto, wakuje huku na hiyo idea yao mzuri, tuambie Rigathi Gachagua, Kalonzo, Eugene Wamalwa, chairman wangu Gideon Kipchirchir Moi, waambie sasa sisi wadosi, sisi tunataka tupange hii kitu hivi. Unaona? Nyinyi mko na weakness na wananchi wataki weakness. So sisi tupangane hivi. Na hiyo idea yao mzuri. So nasema hao ni mavijana wakuja tupangane huko vizuri na tupinge mtu mmoja kwa sababu the enemy is one. William Samoei tuende nyumbani tuende. Lakini wakianza kupangana ati hao sasa hapo katikati mimi nakwambia ile branch ya ODM. Na hakuna mali wamepangwa. Vile unajua kuna siku Rigiji pia anasemaga vitu ni kama miracle. Alisema akiwa mara mwisho akiwa Kajiado. Alisema ODM iko na branch ngapi? Kabla tuendelee, wacha tusikie Rigiji vile alisema akiwa Kajiado. Unajua hapa FJ ni mtambo kubwa. Hapa tu unaponyesha kidogo unasikia mambo vile ilienda. Wacha tukuwekee vile Rigiji aliweza kuongea akiwa Kajiado, ndio tukue on the same page, ndio usichanganyikiwe kidogo. Na msikuwe confused na hii maneno ya Raila kusema hatujatoa candidate nini. Huyu mzee ni mjaja sana. Pale kwa Ruto ametengeneza group mbili. 2 groups. Ni mzee mjaja. Ni mzee lakini ni mjaja. Group moja ni ya kutoa pesa kwa Ruto. Ile akina Junet kumsifu broad base nini ndio pesa itoke. Na viti na ile mambo wamehiadana na Ruto. Na kwa sababu anajua Ruto pia ni conman, hawezi timiza ile mmekubaliana, ameuda group nyingine ya kina Sifuna ya kupiga kelele. Ndio ile maneno wamekubaliana na Ruto wafanye nini? Sasa hii umeona akisema ati hawajaamua kama ODM itasimamisha mtu, ni cheki yake ilikuwa imechelewa. Sasa imetoka, si amenyamaza? Si amenyamaza? Umesikia Rigiji vile ameweza kuongea? Nimemsikia. Sasa acha nikwambie, Rigiji amesema vizuri ya kwamba Raila ako na timu mbili ya ODM. Ako na timu ya kwaya inaongozwa na Junet Mohamed. Ile wanaimbia tu William Samoei Ruto, wewe baba, wewe mama, wewe Roho Mtakatifu, wewe baba, mwana na Roho Mtakatifu. Lakini iko nyingine ambayo baba ametenga hapa. Hii ni kitaga uchumi. Unajua kwa sababu anasema kitaga uchumi. Hii akiambia akifinya kidogo, Sifuna akipita nduru kidogo, huku cheki inatoka. Ona Rigiji amesema hivyo. Sasa mimi nakwambia hii branch ni ya ODM. So at the end of the day when everything is settled, baba ataita vijana yake. Amwambia sasa nyinyi tumeamua tuna support William Ruto. Sasa kujeni hivi. Unaona? Kwa sababu ya ukweli ni kwamba toa Sifuna kwenye ODM. Sio mtu. Nairobi hapa anashindwa mapema asubuhi. Akitoka kwenye ODM. Haya, kitu kingine. Babu anataka kura ya governor. Hataki kura ya urais. Hiyo ndio amekaa clear, amesema anataka kura ya governor, anataka kura ya urais. Sasa maisha Babu anataka kura ya kila mtu Nairobi mzima. So Babu ile kiasi safe, either akuwe na opposition ama akuwe na serikali. Ili opposition ilete governor ama akuwe kwa serikali ile serikali ilete governor wao mwingine. Unaona? Lakini akikaa katikati hivyo, opposition ilete governor wake, serikali ilete governor yake, alafu yeye pia simame governor, hawezi pata. Na amesema yeye ni msomi. So na Babu Owino ashasema yeye ako na kwa sababu sasa wale mapaka na tunajua wanataka kusimama. Wamefika 5 tayari. Anza number 1 Tony Gashoka. Number 1 Tony Gashoka. Huyo ndio single wa Nairobi. Haya number 2 weka Babu Owino. Haya number 3 weka Maskagure pia alisema anataka kusimama. Wacha kama mama nambari 3 basi. Alisema pia. Ingawa mimi nataka tuweke nani Irungu Nyakera. Namba 4 weka Irungu Nyakera. Pia anasema anataka kiti governor. Haya namba 5 weka Gakuya, Mheshimiwa Gakuya. Anasema na kuna wale pia wamesema wana hiyo namba 6 weka Dennis Waweru. Dennis Waweru pia weka Dennis Waweru kwa hiyo kinyang'anyiro. Namba 6 pia kuna Dennis Waweru. Umeona na sasa incumbent. Sasa weka incumbent anaanza kuretain Johnson Sakaja. Sasa niambie watu wa mlima na ngapi kwa list yako? Hapa watu wa mlima ni 3. 4. Hapo tuko na Kakure, tuko na Tony Gashoka, Waweru, Gakuya na Irungu Nyakera. 4. Sasa ndugu yangu, ukiangalia list inakwambia watu wa mlima Rondo wamesema hii kitu Nairobi lazima wabebe. Liwe liwalo they must carry this seat. Sasa hii inasema kwamba Babu anasetiwa up.
Unaona? Kwa sababu watu wa mlima watamuuliza, wewe unataka tupigie kura. Wewe kura yenu ya ODM umeleta ngapi? Ya kutoka Nyanza. Ya kutoka Nyanza umeleta ngapi? Yes. Akishashinda kujibu hiyo, ataambia ndugu yetu weka kando. Kama uleti numbers, hata sisi hatuwezi kupea numbers. Lakini babu amesema hata kama ni kama ni independent atasimama. Si hiyo ni kuanguka. Yes. Hiyo ni kuanguka na anguka. Yes. Hiyo ni kwa sababu all politics is local. Lazima kuwe na hii yetu ya Kenya iko based on tribe. Lazima kuwe na Nairobi, lazima kuwe na kura yako. Yes. Ya kabila. Yes. Sasa uende sawa unok kwingine. Yes. Nimeona kukaa na Kalonzo itampea kura Wakamba, tumekubali. Lakini ya Jaluo atapata. Ya Jaluo atapata. Na mlima nao umesema lazima mtu wao kuwe governor. So babu yeye atulie, akuje position, ensure position iko na candidate moja ya governor na ni yeye. Hiyo atashinda asubuhi. Lakini mambo ikasiji wanataka kupita katikati kama Kalonzo. Hiyo hawezi pita katikati ya siasa ya Kenya, hawezi. Unajua? The enemy of enemy is your friend. Yes. So acha kina babu wote na Sifuna waachane na mambo ya ODM, wakuje opposition, hata kama ni Kano mimi nitawakaribisha. Yes. Wakuje tupige hii siasa, tutoe William Samoei Ruto nyumbani. Chief Titus Nairobi brand county. Ndio. Tumeona pia party leader wako Gideon Moi. Ndio. Nataka kurudi kungangania kiti ya Senate. Ndio. Wewe unaona kwa nini party leader wako ameona tena arudi kuwania hiyo kiti cha Senate? Kwa sababu imekuwa vacant baada ya Senator Cheptumo baada ya Senator Cheptumo kuenda, ndio sasa ndio imekuwa vacant. Wewe unaona kuna kitu Gideon ameona hapo ijafanyika ama kwa sababu gani? Kwa sababu tulikuwa Gideon hapo awali alikuwa amechaguliwa kama senator wa area hiyo. Acha nikwambie. Gideon alikuwa senator wa Baringo. Yes. Na alikuwa senator mzuri. Na hata watu wa Baringo wanajua. Kurudi kwa Gideon Kipselei Moi, chairman wa KANU party, kwa ile kinyang'anyiro, mimi kwa kilugha ya Kimombo ama Kiingereza mimi naita the KANU Renaissance. Ndio the KANU rebirth. Umerudia wasikie mzuri. Hapa pia lazima wafuate hapa, kama hujanini lazima ufuate dictionary. Hii ndio the KANU Renaissance. Hii ndio a new dawn for the party KANU. Mimi nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu 2022 walisema wamemaliza KANU. Yes, Jogo. Na Jogo ndio chama independence. Yes. Na 2022 walitupiga kwanza, wakangoa kwanza Gideon Kipselei Moi, wakapiga pop tackle moja, wakafanya dabra yao, wakaingiza mzee Cheptumo. Yes. Wakaingiza wakaset siku special ya kuchukua kiti ya Rongai. Wakatunyang'anya. Yes. Sasa familia Moi tukabaki hatuna kiongozi kisiasa. Yes. Hata Raymond alitolewa Rongai. Pia alishindwa. Yes. Si kushindwa, ile ni daylight robbery. Hata ya Gideon Kipselei Moi ilikuwa ni daylight robbery, walitunyang'anya. Lakini watu wa Baringo wenyewe, mimi nitakwambia initially hata mimi najua chairman wangu akataka kusimama. Lakini watu wa Baringo kwambia Gideon, wewe ni mtu wetu. Wewe ni ndugu yetu. Wewe ni kila kitu yetu. Kila kitu, hospitali hapa ni Baringo ni mzee alijenga. Mashule yote ni mzee alijenga. Barabara ni mzee alijenga. Gideon, rudi kiti yako ya Senate. Wazee kamkalisha kwambia rudi kiti yako ya Senate. Yes. Na ndio maana nasikia sasa public demand walimwambia sasa. Na unajua sauti ya wananchi, sauti ya Mungu. Yes. Vox populi, vox dei. The people's voice, the voice of God. So Gideon akasikia sauti ya Mungu, akanamuita, anamwambia mtoto wangu kuja usimamia watu wangu. Yes. Kama vile Mungu aliita Musa. Kaambia Musa, what do you have in your hand? Kaambia Mungu akamwambia niko na fimbo. Kaambia enda. Nimekutuma. Hivyo ndio Mungu ameambia Gideon Kipselei Moi. Hii ni Mungu ameita Gideon. Anambia Gideon, rudi nyumbani. Angalia mambo ya watu wa nyumbani. Sasa hii sisi tunajua watu wa Baringo wamemuita, na ndio maana ground imechange. Yes. Wanasema senator ataki mambo mingi. Mambo ya UDA kwa senate Senate narudisha nyumbani. Yes. Mahali chama iko. Yes. Na baada ya kuchukua hii sisi tunasonga hivyo yes, mpaka tunaenda kuchukua kiti ya rais, kwa sababu hii tukishaanza hivyo tunaenda kusonga nao hivyo. Kwa sababu hii ndio riba. Tunakwambia hapo ndio mwendo naanzia. Tunachukua Baringo
Tukishatoka Baringo sisi tunasonga tukienda State House kwa sababu unajua once a prince always a prince. Gideon Moi lazima tutamkalisha kwa kiti pale. Hiyo anajua. So, Chief Titus, yes. Nairobi County Chairman. Hii mambo ya urais 2027 kwa sababu tumeona siasa bado 2027 iko mbali, lakini tumeona imeanza kushika kasi. Yes. Hii mambo kwa sababu tumeona Jubilee wamesema sasa wana settle kwa Fred Okemo Matiang'i as their presidential candidate. Yes. Na tumeona kuna mlumbano pia kwa hiyo opposition camp, wanasema Fred Okemo Matiang'i ni project ya Uhuru Kenyatta na ni project ya serikali. Yes. Wewe kama mchambuzi wa siasa, wewe unaona hiyo kitu iko namna gani? Unajua mimi nitakwambia Jubilee Party lazima watuambie kama wako kwa serikali ama wako kwa opposition. Kwa sababu tunajua ODM iko kwa serikali. Yes. Jubilee pia anafaa tuambie wako pande gani. Yes. Kwa sababu uwezi weka mguu moja ndani na ingine nje na useme wewe umesimama nje. Haiwezi. Yes. So walitumana experts. Yes. Na hakuna mtu amepinga. So Jubilee kwa sababu hata Jubilee donate experts. Yes. Jubilee kuleta Matiang'i Kambogo wakina nani wakina ule mwingine ule Mutahi Kagwe. Mutahi Kagwe. Na yule wa Nakuru. Yes. Sasa Jubilee 2024 wakati tulikuwa kwa barabara hapa Nairobi. Yes. Vijana Gen Z wakasema sasa sisi tunataka mtu mchapa kazi. Na kweli Matiang'i amechapa kazi. Hiyo tulizikataa. Akiwa mfanya kazi na Uhuru amefanya kazi vizuri. So sisi kama Gen Z tukasema tunataka mchapa kazi, alainisha maneno hii Kenya uchumi ikuwe poa. Nani? Fred Okemo Matiang'i. Yes. Sasa hapo Jubilee akasema ili turudi form tulete nani? Yes. Lete tuchukue hii Fred tulete kwa chama. Yes. Na sisi tukasema ni sawa tu, sisi bado tu Fred Matiang'i amekuja. Yes. Lakini sasa hii mambo ya Jubilee kurudi hapa kusema sasa wako kwa opposition lakini wanapinga opposition ndio ni mbaya. Ili tutoe William Samoei Ruto kama opposition mzima lazima wakuja wakae chini. Yes. Tupange. Yes. Na tutafute candidate ambaye tukienda kwa debe atapata kura ya Mjaluo, atapata kura ya Mkamba, atapata kura ya Mluya, atapata kura ya Mswahili, Oria, kura ya Mkikuyu, Mwembu, Meru, atapata hii kura yote na Rift Valley. Atusonge mbele. Hii mambo ya Fred Okemo Matiang'i ni mzuri, lakini asipojitoa vizuri, ajioshe tujue sio candidate ya serikali vile inasemekana, basi itakuwa ngumu hata bado hata vijana kusimama na yeye. Na kwa sababu tunaona pia Fred Okemo Matiang'i tuliona Rigathi Gachagua pia kuna siku hata Cleophas Malala alikuwa ameclaim sana, akasema alikuwa ameteta sana. Akasema huu Fred Okemo Matiang'i ni kama project. So kwa sababu tumejua Rigathi Gachagua anataka kukua kingpin wa mlima. Na unajua kingpin kuna wale bado watu wanaamini uongozi wa Uhuru Kenyatta kama, na kuna wale pia wanajua bado Uhuru Kenyatta ni kiongozi wao. Hata tumeona wakina Kioni, wakina Ngujiri, hata tumeona ule mwingine wa Nakuru ule alikuwa na support Rigathi Gachagua. Amesema sasa Rigathi Gachagua Bahati yes, anasema Rigathi Gachagua anapiga siasa sasa ya tribal na uwezi pata kura namna hiyo. Tumeona wamerebel, wanasema Jubilee sasa tumeona imeanza kuingia hapo. So kwa nini watu wa mlima wameona Jubilee imeanza kuingia mlima, imeanza kurudi, wameanza kupanic? Kwa sababu gani wameanza kupanic? Unajua yes, watu wa mlima kwa miaka mingi hawajai kuwa kwa opposition. Yes. Watu wa mlima miaka mingi hawajai kuwa kwa opposition. Hii ndio the first time mlima wanahisi kwamba wako nje wote. Yes. Sasa wanafeel, wanasema hapana. Inafaa tukue pale kwa serikali. Na ile sasa Rigathi Gachagua anapiga, hii sasa ni wale elites, wale watu wa mlima elite. Wanaona kama ile siasa Rigathi Gachagua anapiga ni sio siasa ya kuingia kwa serikali, ni siasa ya opposition. Yes. Kwa sababu wewe ukipiga siasa tu ya mlima au tuambii strategy ya kwenda kutafuta kura ya nje, basi wewe pia unatumaliza. So alafu unajua Rigiji pia sio mtu sociable. Rigiji pia alipiga wengine kidogo teke. So hao wana feel wa Jubilee ndio party yao. Yes. Unaona? Na wanaona kama Jubilee ndio inaweza enda ipige itengeneze serikali nyingine kubwa. Yes. Na ile serikali ambayo itakuwa pale. Yes. Na kwa sababu wajaka kwa serikali wanaona kwamba Jubilee itapeleka kwa serikali. Atabaki kwa serikali.
So Chief Titus, kabla nimalizie, umeona hapo wakati Rigiji alikuwa deputy president, wakati walikuwa bado na William Ruto. Ndio. Kwa sababu tuliona kuna watu walikuwa nasema Rigiji wakati alikuwa kwa serikali, alikuwa anasema serikali ni mzuri. Na saa hii vile alifanywa impeachment motion, anasema serikali ni mbaya. Kwa sababu hapa tumeona hata hapo awali, wakati Rigiji alikuwa kwa serikali, tulikuwa tunaona wakati kulikuwa na demonstration, tulikuwa tunaona anaingia saa 11 kwa ofisi. Amewa ofisi. Yes. Wakati tumeona hata kuna siku tumeona hata Rais William Ruto alikuwa amesafiri, ameenda ngambo, tukaona yeye ndiye ametake charge. Tulikuwa tumeona anaingia asubuhi sana. Na tuliona pia alikuwa wakati hiyo bado wakina Kalonzo Musyoka walikuwa kwa Azimio la Umoja. Na tulikuwa tunaona wanatupia tears kweli kweli. Nini imebadilika ndio Kalonzo aone huyu mtu sasa ni muungwana wanaweza fanya naye kazi pamoja? Unajua vile nimekwambia, ikiwa tunafuata swara, na tumepata swara, na sikutaki, lakini panga yako ndio imeua swara, tunashia swara pamoja. Na nimesema hapo awali kwamba an enemy of your enemy is your friend. Unajua Rigiji alikuwa kipao mbele. Saa zile sisi tulikuwa nabeba sufuria kwa barabara 2023. Alikuwa kipao mbele, anasema akamka mapema. Aweke security measures mpaka akaweka mpaka mitego Raila asiingie kwa State House. Lakini saa zile amekuwa impeached, sasa serikali sasa ni mbaya. Inakwambia kwamba kukaa kwa serikali ni tamu. Because hata wakati alikuwa hapo alikuwa anasema affordable housing, hiyo project iko sawa kabisa. Lakini baadaye sasa anaanza kuipinga. Sio nakwambia hii inakwambia kwamba kukaa kwa serikali ni tamu. Lakini anataka kuwa kwa serikali. So kwa sababu ile machungu ya kukua impeached, anataka afundishe William Samoei Ruto adabu. Kumweka one term. Sasa lazima akae na wale wanaimba one term. Na huo ni saizi ni Kalonzo, saizi ni Eugene Wamalwa. Saizi ni sisi kama chama Jogoo, chama independent, na hii chama nyingine yote kwa Martha Karua kwa pale, tuko pamoja. So lazima tukae tu pamoja kwa sababu we have accepted that hata kama sipendani na yule, lakini enemy ni ngapi? Moja. So kweli alitumia power vizuri kwake ili afanye nini? Ili apige nao opposition. Lakini nao wazungu wanasema power is transient. Unajua nguvu ni kama upepo. Ikigeuka inapiga huku inapiga kabisa. Chief Titus, Chairman Nairobi County. So for those people who have not subscribed to FJ Media, niliwaambia hapa ndo mambo itakuwa inachemuka, na feel free. FJ Media ndio media inafanyia watu show bila kuwaitisha kitu yoyote. So FJ Media ukifeel unataka kupiga show yoyote ama una mambo unataka kusema, just call my number. Unani DM, unapata number, tunakufanyia interview for free, una feel uko top level kama kawaida. So for those people who have not subscribed for FJ Media, pigeni subscription. Chief Titus, tukimalizia unasema namna gani? Mambo imekuwa sasa hatari kubwa. Mimi nataka niseme ndio kumalizia kwamba hii by election ndio KANU inataka kuonesha nchi mzima. Umesimamisha hata sisi tunaonyesha kila mtu mpaka kule hapa mimi niko na candidate hapa. Ni kama KANU imekuja na ubaya. KANU Nairobi tunachukua hii ya Kariobangi North. Hiyo watu wote wanajua. Mimi ndio candidate nimesimamisha Gen Z. Mimi ndio niko na candidate Gen Z. Ile kila mtu anataka. Huyo. Picha ndio wana win. Na hata Kariobangi North hapa mali mimi ndio naongoza. Tuko na candidates kote, tuko na candidates Ugunja. Naona tuko na candidates. Tunaweka kila mahali. Ugunja mimi niko na candidate wa KANU. Tunataka hiyo kiti ya upia wanaelewacha. Nataka tuchukue. Kwa sababu sisi tunataka kupea raia wananchi wa Kenya nafasi bora ya kukua free, ya kuelect whoever kiongozi wanataka bila kukandamizwa na chama chochote. Iko sawa. So wale waje subscribe kwa FJ Media, Chief Titus kama Chairman Nairobi branch, unawaambia namna gani? Mimi naambia wa subscribe. Hii ndio channel, hii ndio TV inaleta siasa moto moto. Hii ndio tuna discuss vile vilivyo. This is the bench for the people. Iko sawa. Asante sana Chief Titus. Asante. Vile mmeambiwa wale wajapiga subscription na wale wanafanya interview hapo kwa FJ Media, ndio atubagui. Hii ndio TV station ya watu wa kawaida, watu wote wale wanataka kujieleza. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Top level. Asante sana. Karibu sana. Karibu.